Mungu anakwenda kusema na wewe. Naomba uwe mahali hapa. Tulia. Usitoke nje bila sababu ya msingi. Amina. Amen. Tulia, Mungu aseme nawe. Basi leo kuna muda nimlete mtumishi wa Mungu, karibu sana na Mungu akubariki. Makofi na vigelegele anaposogea mahali hapa. Haleluya. 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 Makutano tufungiane mkono juu namna hii. Haleluya kwa Mwokozi Yesu. Ninayo furaha nyingi sana kuwepo mbele yako, mtumishi wa Mungu. Zaidi na zaidi kabisa naomba nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa Roho Mtakatifu. Amen. Ndio bosi mahali hapa, ndio mwajiri wa kila mmoja katika hii ofisi. Semeni amen. Natambua sana uwepo wa Roho Mtakatifu na ninaheshimu nafasi yake ndani ya kanisa. Pili, naomba nitoe salamu zangu za dhati kabisa na shukrani kwa ofisi ya mchungaji. Mungu awabariki sana kwa kunipa hii nafasi. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu Kristo. Tatu, naomba nitoe salamu zangu kwa ajili ya wanakwaya wote wa praise and worship bendi na wote mliohudhuria katika kuhudumia katika ibada ya sifa. Mungu awabariki sana. Na mwisho, Mungu akubariki sana wewe uliyepata nafasi ya kushiriki katika ibada ya siku ya leo, maana Mungu analo jambo tena kwa ajili ya maisha yako mchana huu wa leo. Hebu kama na amani, Mungu mshangilie Bwana Yesu kwa makofi mengi na vigelegele. Haleluya kanisa la Bwana. Haleluya kanisa la Bwana. Amen. Basi baada ya kutoa utambulisho huo mfupi, kwa majina yangu mimi naitwa Matthew Nelson Mbilini, kwa wasionijua. Ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Nachukua shahada ya kwanza ya walimu katika usimamizi wa vituo vya elimu, yani Bachelor of Education in Administration and Management. Lakini sasa hivi niko katika field trip unaendelea, niko katika shule ya sekondari Kantalamba. Kwa hiyo karibuni sana watu wa Chanje VCT. Nitafurahi sana siku moja nikija kunisalimia pale, moyo wangu utakuwa amani sana. Basi nisiwe mzungumzaji sana. Roho Mtakatifu, nasema asante kwa ajili ya nafasi na kibali hiki tena. Baba, ninaliinua jina lako Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, umenipaka mafuta ili nidhihirishe Yesu Kristo katika makutano haya. Kila mmoja uliyemuingiza katika ibada hii una makusudi yake thabiti, una mpango na maisha yake. Nami nakuashiria Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli. Nami nakuashiria Roho Mtakatifu, mwalimu wa kweli, ukamfundishe kila mmoja sawa na vile ulivyomkusudia. Haya yote nimeyaomba na kuamini kupitia jina kuu linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Amen. Basi kama unaandika naomba nisaidie. Kesho tutasoma siku leo tuna kujifunza Roho Mtakatifu. Haleluya. Tutaenda kujifunza Roho Mtakatifu. Hebu mwambie jirani yako Roho Mtakatifu. Nataka tujifunze hapa Roho Mtakatifu atusaidie pia. Tuelezane kwa ufupi kuhusu habari za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Kama unaandika Roho Mtakatifu. Basi naomba tushirikiane maneno ya Mungu kutoka kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza mstari wa 8. Au ni Biblia, tunyosha mkono juu namna hii. Nyosha Biblia yako kama nayo. Natamani unyosha Biblia hivi. Asante. Kama umetembea na daftari pia nyosha nikaone. Na kuna mtia moyo sana. Haleluya. Mungu abariki sana. Kinaona Biblia zimekuwa chache sana. Haleluya. Watu wanamiliki simu kuliko Biblia. Mungu atusaidie sana kanisa. Naomba tujifunze habari za Roho Mtakatifu. Naomba nisaidie kufungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 8. Wanatamani kwa tunasoma wote. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari wa 8. Kama umefika sema amen iliyo kubwa. Tusome wote kwa pamoja. 1 2 3.
Mungu awabariki sana. Ni maneno ya Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo letu linasema Roho Mtakatifu. Natamani nifanye utambulisho hapo mfupi, alafu baadaye tukishaanza twende kwa spidi nzuri. Yesu, haya yalikuwa ni maneno ya Yesu Kristo. Wanafunzi wake walimfuata Yesu wakamwambia, wakati Yesu Kristo anakuja duniani, waliambiwa Yesu Kristo ni mfalme. Walipoambiwa Yesu Kristo ni mfalme, na sasa wakawa wanamuuliza, wakasema, sasa Bwana Yesu, hebu tuambie sasa, huo wakati utakuwa ni saa ngapi? Na huo mfalme ambao unaozungumzia ni muda gani ambao tutaupokea ili tuingie kwenye zile nafasi tuufurahie ule ufalme ambao uliandikiwa? Lakini sikiliza maneno ambayo Yesu anawaambia. Yesu anasema, jamani, hebu nyamazeni, wala sio kazi yenu kujua machakati na machila ambayo Baba ameweka katika machila yake mwenyewe. Mstari wa 8 ndio ninaupenda kabisa. Anasema, lakini mtapokea nguvu. Anasema, lakini mtapokea nguvu. Wala alikuwa kusudio la Yesu kuwapa ufalme, ila anasema huo ufalme achane nao. Hayo mnayoyawaza, mambo ya uwaziri mkuu, mnayofikiri kwamba yamkini mtakaa kwenye nafasi kubwa, hayo wala sio kipaumbele kwangu, wala sioni kama yatawasaidia. Lakini nataka niwape kitu kimoja ambacho hicho mkikipata ni zaidi ya hiki mnachokiuliza, kwa sababu hicho mkikipata hakitawasaidia duniani tu. Yesu akikuwa mfalme duniani, wangekuwa mawaziri, wangekuwa madiwani, halafu mwisho wake wangeangamia dhambini, bado isingewasaidia. Yesu akasema, nyamazeni, nataka niwape siri. Akasema, lakini mtapokea nguvu. Hebu jiseme mwenye, lakini nitapokea nguvu. Hebu jiseme kwa ujasiri, lakini nitapokea nguvu. Wala sio maneno yangu na kuambia, ni Biblia inasema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Wakati Yesu baada ya kufanya kazi nyingi duniani, amefufua wafu wengi sana, magonjwa ameyatoa, alikuwa na wale wanafunzi wake anaongozana nao, anafanya nao kazi mlango kwa mlango. Kuna wakati Yesu aliwatuma, aliwagawa katika makundi, akasema, nendeni huko mitaani, nendeni mkamtangaze Yesu. Wanafunzi wake walienda. Biblia inasema kwamba hata wale 70 waliporudi, walirudi wana furaha, wamejaa furaha. Wakasema, tunaona mapepo yanatutii, yanakimbia. Yesu akasema, sawa sawa, nyamazeni, nyamazeni, nyamazeni. Licha kufanya hayo yote, akina Petro mitume walitembea juu ya maji. Walimwona Yesu anapobadilika sura akiwa kama jua. Walimwona Elia na Musa wakati wakiwa na Yesu. Lakini kinachonishangaza zaidi, Yesu wakati anaondoka, anapaa kwenda mbinguni, akasema, jamani, ninawaomba wala msitoke hapa ninapoambia, akaeni hapa msubiri ili mvishwe ile nguvu, mpokee ahadi ya Baba ambayo mlisikia toka awali ya kwamba kuna Roho anakuja. Yesu hakutaka kujua ya kwamba watu nimetembea nao. Yesu hakuwa na muda wa kusema nimekaa nao muda mrefu, lakini alitaka wakae watulie, wafikwe nguvu za Roho Mtakatifu, wajae Roho Mtakatifu, ndipo akamhubiri Yesu Kristo. Haleluya! Kuna mambo yananishangaza sana kwenye Biblia. Akina Petro na akina Yohana walikuwa ni wanafunzi ambao wako na Yesu muda mwingi, wanaenda milimani, wanaomba, wanafanya na Yesu majukumu mengi. Lakini kinachoniwazisha zaidi na kinachonipa uchungu ni kwamba Yesu akasema, marufuku kufanya kitu chochote mpaka mtakapovikwa nguvu ya Roho Mtakatifu itokayo juu, hapo ndio mtafanya chochote, ila pasipo hivyo msifanye. Roho Mtakatifu ni kitu cha muhimu. Roho Mtakatifu ni jambo la kuchukulia serious sana. Usikasema mimi nimekuwa nikitumika katika hii kwaya zaidi ya miaka 10. Usiseme kwamba nimekuwa nikitumika katika hii idara zaidi ya miaka 20. Mungu haangalii uzoefu, lakini Mungu anachokiangalia ni kutembea katika maelekezo ambayo yeye anayatoa.
Ningekuwa Mungu anataka kutembea katika uzoefu na experience zetu, au kutembea katika vile tunavyoonaga mambo yanafanyika, angewaruhusu akina Petro. Angesema jamani, mimi naondoka. Akina Petro, si mnakumbuka tulipokuwa tunatembea juu ya maji, tulipokuwa tunapata samaki, si mnakumbuka ile magonjwa yalikuwa yanatoka? Sasa nendeni, Roho Mtakatifu atawakuta njiani. Lakini akasema hapana, wala msifanye chochote mpaka mtakapovikwa nguvu zitokazo juu, ndipo mtaweza kufanya chochote, ndipo mtaweza kuponya hayo magonjwa, ndipo mtaweza kukuria uokovu. Haleluya kanisa. Ngoja tuanze sasa, tujifunze kidogo. Nasema Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Roho Mtakatifu ni Mungu. Hebu andika hii point. Roho Mtakatifu ni Mungu. Andika kabisa. Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini huyu ni Mungu ambaye anasema kuna Mungu katika Utatu Mtakatifu. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Huyu ni Mungu ambaye anaishi ndani ya mioyo ya watu waliomkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao na kuamua kuyaishi maisha ya wokovu. Huyu anaingia ndani yao, anayachukua maisha yao, anaanza kutembea nayo. Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu sio kitu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Anasema kwamba kila aliyemwamini Yesu Kristo ya kuwa ni Bwana na Mwokozi na amebatizwa, ameachana na maisha yote ya dunia, amemfuata Yesu kabisa, ana uhalali wote wa kuwa na Roho Mtakatifu. Semeni amina. Semeni amina kanisa. Wewe kama umemkiri Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi, umeokoka, ukajitenga na dunia, ukaacha anasa zote, ukaacha masengenyo yote, ukaacha uongo wote, ukawa ni mtu ambaye umejaa, unampenda Baba, una uhalali wote wa kumpokea Roho Mtakatifu. Hebu mshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya upendo mwingi. Hivi mnajua, hebu sikiliza nikwambie, kizazi hiki tumependelewa sana. Wenzetu wa zamani Roho Mtakatifu hakuwaga kwa wote. Roho Mtakatifu alikuwa anakaa kwa watu wenye madhabahu. Biblia inasema wale watu walikuwa wanavikwa nguvu za Roho Mtakatifu, alikuwa anazungumza nao. Roho Mtakatifu alikuwa anakaa kwenye baadhi ya manabii tu. Lakini akasema kwa sababu nakipenda hiki kizazi, sasa nitaimimina. Tunafikiri mimi nadanganya. Tusome kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Nataka ujione mwenye. Kama umefika sema amina kubwa. Kama umefika sema amina kubwa. Kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Kama una mwili usisikilize, ila kama una mwili nisikilize kwa makini. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, na wazee na kwa wazee roho anamimina, na wazee wenu wataota ndoto. Na vijana wametajwa Bwana, na vijana wenu wataona maono. Hii sikiliza nikwambie kitu. Miongoni mwa kitu ambacho mimi wanapata ujasiri sana ni ahadi. Mungu hawezi kuahidi. Biblia inasema kwamba Mungu si dhalimu hata aseme uongo. Kile kitu ambacho amekiahidi katika neno la kwake, lakini amini tena ni kweli. Inakuwa ni tatizo tu la wewe msomaji kukichukua na kukimiliki kwa cha kwako, ya kwamba Mungu umeahidi ya kwamba itakuwa baada ya hayo utamimina roho yako juu ya wote wenye mwili. Mimi nina mwili, Mungu nina haki ya kumpokea Roho wako Mtakatifu. Ndipo Bwana anaachilia ile ahadi. Ndipo Bwana anaachilia ile ahadi. Sasa uone unakaa wapi? Mbali. Kibaibu. Kokoro. Hapo juu. Nikamwambia yule mama kwamba nauli ya kurudi leo sitafute, nitakupa mimi. Nitampa mimi kwamba wewe unarudi na bajaji. Ile bajaji usiwaze ndio uchukue kwangu. Mimi sasa nimekuahidi. Nikishasema hicho kitu, nikishakitamka tu, kinabadilika kinakuwa deni.
na Mungu wetu kitu ambacho hakitaki. Mungu akaja na madeni. Mungu alichokiahidi ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Hii ni ahadi kwa ajili ya wote waliomkubali Yesu Kristo akuwa ni Bwana na Mwokozi. Anatoa ahadi ya kumimina roho yake. Roho Mtakatifu ataingia ndani yako. Akishaingia ndani yako, nawe utakuwa mwanao. Nalipenda sana somo la Ijumaa. Mwalimu wa Ijumaa, Mungu akubariki sana. Mwalimu wa Ijumaa, Mungu akubariki sana. Hili somo lilianza siku ya Ijumaa. Tulikuwa tunajifunza tabia ya wana wa Mungu. Tukaona tabia chache pale. Tukasema miongoni mwa tabia na kutia wivu wewe uje ibada za katikati. Kuna masomo mazuri wewe. Akasema wale wana wa Mungu wanaongozwa na Roho. Sasa uwezo kaongozwa na Roho kama huna Roho Mtakatifu, kama huna Roho wa Papa, hakuna kingine kinachokuongoza nje na Roho Mtakatifu. Lakini mchana wa leo Yesu amenituma kwa ajili yako ya kwamba Roho Mtakatifu anapiga hodi. Anatamani aingie kwa ajili ya mama mmoja, anatamani aingie kwa papa mmoja, anatamani aingie kwa kijana mmoja. Watumishi bila Roho Mtakatifu, wokovu ni ngumu sana. Utaona wokovu ni mateso. Utaona wokovu ni kitu ambacho unapoteza bila Roho Mtakatifu. Hiyo ndio sababu watu wengi wamekata tamaa na kurudi nyuma. Wanaona ina kwamba Mungu ni tapeli. Wanaona kama Mungu anawamalizia pesa zao. Wanaona kama Mungu anawapotezea muda. Nisikilize mtu achane. Mungu hawakupotezei muda, wala hana shida na hizo mali zako, wala hana shida na huo muda wako. Lakini Baba ana shida na wewe mtu achane, ili akusaidie. Na tatizo hatujakubali kumpokea Roho na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kanisa au mshirika binafsi bila Roho Mtakatifu hamna wokovu, kwa sababu utakuwa unaongozwa na mwili. Ukiongozwa na mwili utafanya mambo ya kimwili. Haya mambo tulijifunza siku ya Ijumaa. Alieleza vizuri sana mtumishi wa Bwana. Akasema basi enendeni katika Roho, wala mtazitimiza kama tamaa za mwili. Na tamaa za mwili zinatokana na kukosefu kuongozwa na Roho. Ukiacha kuongozwa na Roho, mwili utakuongoza. Na shetani atakuongoza. Utakuwa ni mtu ambaye sio kuridhika. Utakuwa kama unaona Mungu kama ni kitu ambacho sio cha maana kwako. Lakini mchana wa leo nakuletea Roho Mtakatifu ambaye anaahidi kuchaa ndani ya kanisa kama vile ilivyokuwa siku ya Pentekoste. Roho Bwana lazima achae. Kwa nini tuchae nguvu za Roho Mtakatifu mtumishi? Mtumishi, kwa nini tuchae nguvu za Roho Mtakatifu? Kwa nini tuchae nguvu za Roho Mtakatifu? Au kwa nini tuongozwe na Roho? Kwa nini unazungumzia mambo ya Roho Mtakatifu? Sikiliza nikwambie, kanisa hili linaitwa Free Pentecostal Church of Tanzania, ni FPCT. Si ndio maana yake? Nataka nikwambie, tunapozungumzia upentekoste, upentekoste sio sheria, upentekoste sio taratibu, upentekoste sio kufuata mapokeo. Upentekoste ni kuwa chini na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, naomba wote tufungue hapo. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2. Nataka tusome hapa. Tuijue Pentekoste yetu. Tuijue Pentekoste yetu. Matendo ya Mitume sura ya 2. Biblia inaniambia kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Hebu sema ilipotimia siku ya Pentekoste. Ningekuwa mimi ningesema kwa sauti sana, hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Ningekuwa ndo mimi nazisikia hizi habari, ningetamka kwa sauti mpaka nione kuzimu inatetemeka. Maana kinachotamkwa hapa wala sio kitu cha kawaida. Asema ilipotimia siku ya Pentekoste. Hasa hii ndo Pentekoste ambayo ndio dini yetu. Dini yetu ni ya Pentekoste ambayo ilitengenezwa. Hiki kipindi kilikuwa ni kipindi ambapo Roho Mtakatifu
kengele ndipo uende kanisani. Tulipokuja Roho Mtakatifu, tulipopokea Pentekoste, tukasema hapana, kengele yetu haitatundikwa juu, kengele yetu itakuwa ndani, wala kutakuwa na mtu wa kutuambia leo nenda ibadani, leo nenda kwenye kwaya, lakini kengele yetu inapiga ndani, inapiga ndani. Umekaa mwenye sebuleni, uko jikoni unapiga, unaona kengele inalia, unaona kengele inalia, unaacha hiyo chai, unaacha hiyo chai, unakimbia, unawahi kanisani, wala tuongozi na kengele. Wewe sisi wa Pentekoste tulikataa kuongozwa maombi. Eti kufika hapa ndio tupige magoti. Tulikataa wa Pentekoste. Kwa nini tulikataa? Tulijua tuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yeye ndio mwombezi wetu, yeye ndiye anayetuombea. Tukitaka kwenda kuomba wala tupate tabu, na tunasema Yesu asante. Roho anakuja anatubeba, anaanza kutuombea. Maana makanisa yetu yana vitabu vya maombi, si ndio hivyo? Hatuna kwamba maombi ya Alhamisi ni haya. Tunaandika kwenye vitabu ya kwamba maombi ya Alhamisi mwaka yatatumika haya. Hatuna hayo mambo ya Pentekoste. Lakini hayo yote tunaamini tuna Roho Mtakatifu ambaye yeye amevifunga vyote. Vipo vinaishi ndani yetu, vipo vinakaa ndani yetu. Hatuna haja kuelekezwa na mtu ya kwamba omba hivi, omba hivi. Lakini Roho Mtakatifu yeye mwenyewe anatuombea, yeye mwenyewe anatuombea. Lakini pasipo Roho, lakini pasipo Roho, kanisa la Bwana unajidanganya. Ni afadhali tuanze wanaoandika wale wanajua kabisa leo maombi mengine sio unavaa shingoni, unaanza kusema hii ni sala ya fulani, hii ni sala ya fulani. Hayo mambo tuliacha kwa sababu kuna wakati unatakiwa uombe hivi, lakini mbingu hasikutaki uombe hivyo. Utajuaje mbingu leo zinataka nifanye nini? Ni kwa kuwa na Roho Mtakatifu ambaye ni kiongozi wetu. Kwa nini tujazwe Roho? Pointi ya kwanza andika hii. Roho ndio mlezi wa kanisa au ndio bosi wa kanisa. Tulipokuwa tumekaa hapa tunapata amani, tunafarijika kwa sababu bosi ametawala mahali hapa ambaye ni Roho Mtakatifu. Huyo bosi ndio amewaajiri wengine kuwa waimba kwaya. Huyo bosi ndio amewaajiri wengine kusimama kama wazee. Huyo bosi ndio amewaajiri wengine kusimama kama wanaosafisha, wanafanya usafi. Huyo ndio bosi tunayemwadhimisha mahali hapa. Huyo ndio bosi anayejua ya kwamba jamani, ule mwisho unakaribia, msilegana tutia nguvu. Huyo ndio yeye Roho Mtakatifu ambaye namtangaza mahali hapa. Kwa nini tuchae? Kwa nini tuchae Roho Mtakatifu? Kijana unazungumza habari za Roho Mtakatifu. Kwa nini tuchae? Kwa sababu Roho ndio mwenye kanisa. Kanisa sio la mchungaji, kanisa sio la mzee wa kanisa. Kanisa ni la Roho Mtakatifu. Kanisa ni la Roho Mtakatifu. Kanisa ni la Roho Mtakatifu. Yeye ndiye aliyetuachia, alituita kwenye ulevi, alituita kwenye ukahaba. Wengine tulikuwa wachawi, lakini bosi akatuita, akatuweka kwenye ufalme wake ili tutimize mapenzi yake. Huyo Roho Mtakatifu, mpigie makofi Roho, mpigie makofi Roho, mpigie makofi Roho, mpigie makofi Roho. Huyo ndio Roho Mtakatifu nayemzungumzia. Unafanya jambo lolote katika kanisa, je, umepata maelekezo ya Roho Mtakatifu? Kama hujapata acha mara moja. Kama hujapata acha mara moja. Kama hujapata acha mara moja. Hapa nizungumze na wahubiri wenzangu pia.
Umekuja siku ya kwaya, umekuja siku ya ibada, ukafika hapo ukaona mbona watu leo wamekuja hawajatoa sadaka. Unasema watu hawatoi sadaka, ngoja nikaandae somo la utoaji. Mungu akusaidie mpendo wa Bwana, wala sio kazi yako hiyo. Wewe kazi yako ni kumuita mwenye bwato, mwambie Roho Mtakatifu tusaidie. Roho wa Baba, naona kuna vitu visivyoelewe. Roho wa Baba, nifanyeje? Ninaliombea kanisa lako, ninaliombea kanisa lako. Hivyo ndivyo anavyotaka. Anatamani kuliongoza kanisa, anatamani kuongoza watu wake mwenyewe. Ndio maana mchana wa leo anaongea kwa uchungu ya kwamba kila mmoja wetu hakikisha amejaa nguvu, hakikisha amejaa nguvu za Roho Mtakatifu, za Roho Mtakatifu, za Roho Mtakatifu, za Roho Mtakatifu. Wala sizungumzii nguvu zile zingine unazozijua, lakini ninazisema nguvu za Roho Mtakatifu. Kanisa, haleluya! Tunatakiwa tujae nguvu za Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio mlezi, ndio bosi wa kanisa. Haleluya! Wale watu ambao umeachiliwa hapo katika makampuni fulani, tunajua utaratibu wote, tuna salute kwa bosi, kwamba bosi za asubuhi, bosi shikamo. Hivyo ndivyo mbona tamani Roho wa Baba, kila mtu akiingia huko awe anamsikiliza Roho, apendwe kuongozwa na Roho. Roho wa Baba anaumia tunapokuwa kwa mabosi zetu, tunapokuwa kwa mabwana zetu, tunawanyenyekea kweli. Hata wakisema njoo saa hizi kuna dharura, anaacha kazi zake, anaenda kuripoti kwa bosi, maana ndiye anayempa kipato, maana ndiye anayelisha familia. Leo Roho Mtakatifu amenituma, Roho Mtakatifu amenituma, Roho Mtakatifu amenituma kwamba usijisahau wala usimdharau, usiache kumtii. Ndio maana nasema yeye ndiye bosi na mlezi wa kanisa. Kitabu cha Yohana sura ya 16 mstari wa 7. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 7. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 7. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu. Yesu Kristo ndiye aliyetununua sisi. Kila mmoja unayemwona hapa amenunuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ndiyo inatupa dhamana mbele za ufalme wa Mungu. Sasa sikiliza maneno ya Yesu Kristo ambaye alikununua wewe. Yasikilize maneno ambayo Yesu Kristo anayazungumza, ambaye kwa jina hilo wewe ndio uliokoka. Yasikilize maneno anayoyasema Yesu Kristo. Mstari wa 7 anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Yawafaa nini? Sema yanifaa mimi. Hapo najimilikisha. Nasema yanifaa mimi. Yanifaa mimi. Yanifaa mimi. Kwamba Yesu aondoke, kwa maana nisipoondoka msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi naenda zangu. Asante. Bali mimi ninaenda zangu, nitampeleka kwenu. Haya ni maneno Yesu Kristo alipokuwa anaendelea kuwaaga wanafunzi. Akina Petro baada ya kusikia ya kwamba Yesu anawaaga, mioyo yao ilianza kuhuzunika kwamba ilikuwaje sasa? Sasa itakuwaje Yesu? Akina Petro ilikuwa ni furaha yao kwamba Yesu angeendelea kubaki, na hata ingekuwa wewe kwa wakati huo, yamkini ingekuwa ndo furaha yako kumuona mfufuzi wa wafu anabaki, na kuona yule anayeponya magonjwa, na kuona anayetakasa wenye ukoma anabaki. Hata ningekuwa ni mimi, ningehuzunika kuona anaondoka, lakini Yesu akaza inawafaa ninyi akina Petro, inawafaa ninyi FPC chande. Yesu Kristo aende juu, Yesu Kristo arudi kwa Baba, ili Roho Mtakatifu ndipo aweze kushuka, ndipo Roho Mtakatifu ndipo aweze kushuka. Yesu alikuwa Galilaya, yamkini hata Sumbawanga hajawahi kukanyaga, lakini alipomwashiria Roho wa Baba, Roho wa Baba hata Sumbawanga yupo, Roho wa Baba hata Tanzania yupo. Ndio maana Mwokozi Yesu alisema inawafaa ninyi mimi niondoke, ili aache huyo Roho wa Baba. Yesu anaondoka
lakini kazi ya ulezi wa kanisa anamwachia Roho Mtakatifu. Sasa yale majukumu aliyokuwa anafanya Yesu akasema mimi ninavyofanya bwana ni vidogo, ngoja kwanza nimlete yeye Roho Mtakatifu. Unaona? Kumbe sasa nisikilize. Kama kipindi kile kina Petro walikuwa wanaambiwa kwamba Bwana nenda karushe nyavu upande huu, Yesu anawaambia wanapata samaki nyingi. Hasa Yesu ilichokifanya ili miujiza isambae duniani kote, akamwachilia Roho Mtakatifu ili kila atakayemsikiliza na kumtii aweze kuona matokeo, aweze kuona majibu, kwa sababu yupo anaishi ndani yetu. Ndio ninamtangaza mahali hapa, iwe shauku mama yangu, iwe shauku baba yangu, kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Kanisa tumshangilie Yesu, kanisa tumshangilie Yesu. Haleluya, haleluya. Na leo lazima kieleweke. Mwambie jirani yako, na leo lazima kieleweke. Na leo lazima kieleweke. Anasema kwamba chochote unachokuwa unakifanya au kinaendelea ndani ya kanisa au katika maisha yako ya wokovu, ujipatie uhakika kutoka kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Usianze biashara kabla hujamshirikisha Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu, natamani nianze biashara fulani. Roho Mtakatifu, nasemaje juu ya hili? Roho wa Baba, unasemaje juu ya hili? Roho atakwambia mwanangu, mwaka huu biashara, hebu nenda kalime kwanza. Safari hii nyavu zako usizirushe kwenye biashara. Nyavu zako saizi nenda kazirushe kwenye mashamba. Ndivyo Yesu Kristo anapotamani kutuongoza. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe kanisa. Vijana wenzangu, Bwana Yesu asifiwe. Usiingie kwenye mahusiano yoyote bila kumuuliza Roho Mtakatifu. Hata kama ni mahusiano ya urafiki au unataka kuingia kwenye mahusiano ya kindoa, nenda mbele za Roho. Mwambie Roho wangu nakupenda. Unaijua kesho yangu, unaujua mwisho wangu. Je, niambatane na huyu mtu au nimwache? Roho atakwambia mwanangu huyo mwache, mwanangu huyo mwache, atakurudisha nyuma, huduma yako itafifia. Mwanangu huyo mwache, mwache, mwanangu huyo mwache. Unajikuta umemwacha. Usianze chochote bila kumuuliza Roho. Yeye ndiye mlezi wa kanisa, yeye ndiye mlezi wa huduma zetu. Hiyo huduma ulionayo ya kumwimbia Bwana, usifanye jambo lolote. Usiende kutoa nyimbo kwa sababu wengine wanatoa. Usiende kurekodi, usiende kushute kwa sababu wengine wanafanya. Hebu piga magoti, mwambie Roho Baba nakupenda. Wewe uliachiliwa ndani yangu, natamani nikusikie. Juu ya hili unasemaje? Ndipo atakwambia mwanangu nenda, nitakushindia. Ndipo utafurahia, utaona kile unachofanya akina tiki, kile unachofanya akina tiki, kile unachokifanya akina tiki. Sio kwamba unabahatisha, sio kwamba unabahatisha, lakini ni kwa sababu yupo Roho anayekupa uwezesho, anayekushindia. Kanisa tumshangilie Baba. Haleluya, haleluya kanisa. Sababu ya pili, kwa nini kijana nasema tuongozwe na Roho? Kwa nini nasema tukubali kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu? Nataka nikwambie sababu ya pili hapa. Nisikilize kwa makini. Sababu ya pili, tunahitaji kuongozwa na Roho kwa sababu Roho yeye ndio kiongozi wetu. Hebu sema Roho ndio kiongozi wangu. Sema Roho ndio kiongozi wangu. Ndio naipenda kwambia moja ni mpaka nitaongozwa na hapo. Wangapi wanajua hiyo? Miaka 80, miaka ngapi tulikuwa tunaimba sana hiyo. Inasema ya kwamba kwa nini tuongozwe na Roho? Kwa sababu Roho ndio kiongozi wetu. Nisaidia kufunua kitabu cha Yohana Mtakatifu sura yake ya 16. Alafu tusome kwa sauti mstari wa 13. Fungua Biblia yako, natamani usome mwenyewe. Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 13.
Roho Mtakatifu yeye ndio kiongozi wetu. Kama umefika sema amen iliyo kubwa. Kama umefika sema amen iliyo kubwa. Vijana wengine ni handsome, tuna simu nzuri lakini hatuna Biblia. Yesu atusaidie. Mungu atujalie mwaka huu sisi hujaromoa Biblia. Haleluya. Nitakwambia baadaye umuhimu wa kuwa na Biblia. Hebu kama umefika sema amen. Soma kwa sauti hapa. Haya muzika. Lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli. Sikiliza. Lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli, kazi ya kwanza anasema atawaongoza. Sema atawaongoza. Sio kukuongoza tu, ya pili anakutia kwenye kweli yote. Roho Mtakatifu nakupenda, waishi kukuongoza tu, kwa sababu viongozi ni wengi. Yeye anakuongoza, anakutia kwenye kweli yote. Bwana, mimi na nguvu za Roho Mtakatifu ndio, lakini kila nikijaribu hapa kuacha haya masengenyo siwezi. Bado hujakubali kutiwa kwenye kweli yote. Roho Mtakatifu akikutia, utaacha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Roho Mtakatifu ni kiongozi wetu. Ngoja nikupe dogo njoo. Weka simu yako hapo chini. Niwafundishe watu kitu kimoja. Mnifuatilie. Sasa mfano mimi nataka kumuongoza, unataka kufanya nini? Wewe njoo simama hapa, wajipange 3 4 hapa. Tufanye chap makamanda wa Bwana, muda wetu sio rafiki sana. Au njoo ni makamanda wanaume kutujipanga. Ndogo panda. Sasa huyu ndio kiongozi na waongezeke 2 3. Roho Mtakatifu anasema ya kwamba ataongoza. Tujipanga mstari hivi. Hafu niangalie mimi huko. Ataongoza watie katika kweli yote. Sasa nisikilize anachokifanya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anajua kesho ya mtu. Wewe unaishia kuijua saizi, lakini kesho yako huijui. Lakini ukipepwa na Roho Mtakatifu, yeye anajua kesho yake. Anajua hapa mbele pana jambo sio zuri. Anakuhimiza mwanangu, leo kaombe. Huyu mtu anaanza kuomba, Roho Mtakatifu anakushindia. Unapita salama. Unaambiwa mbele kuna ugonjwa umeandaliwa. Mwanangu, wewe umelala haujui. Lakini katika ulimwengu wa giza mipango inatengenezwa magonjwa yaje kwako. Anasema anatia mzigo. Utakuta mtu anaumia, anatamani kuomba, anatamani kufanya jambo fulani la kimungu. Roho anamshuhudia afanye. Huyu mtu akifanya ili nalo linapita magonjwa huko. Mtu anaendelea kwenda, njia yake inakuwa salama. Anaendelea kudunda. Sasa hapo amekupale kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini sikia kanisa la sasa, inafika kipindi huyu mtu anachoka, anaanza kupokea maelekezo, anaanza kujilegeza. Unaona, anamwambia mwanangu funga. Anafunga tu ili mlali mla. Anaanza kujiachia. Baadaye anashuka kabisa. Roho Mtakatifu anabaki peke yake. Akishabaki peke yake, huyu anabaki peke yake. Anaanza sasa kumuongoza Roho. Hebu niongoze. Sasa Roho anaanza kuniongoza. Huyu mwanadamu sasa anaanza kumpeleka Roho. Hapa mbele pana puawa. Lakini huyu hana macho ya rohoni, wala haoni chochote. Anataka kumtumbukiza Roho. Roho anamwacha mwenyewe. Anakaa pembeni. Huyu mtu anaanza kupotea. Anaanza kusama kwa sababu ajui mbele kuna nini. Amemwacha Roho. Ndio pale unasikia mtu kabisa anaambiwa kwamba leo funga, au leo nenda kafanya jambo fulani la kiutumishi, au leo nenda kawaone wagonjwa. Anasema hapana, nitaenda kesho. Unajua maana yake nini? Roho amekuelekeza nenda leo, wewe unasema hapana, nitaenda kesho. Yaani unamfanya, unaanza kumvuta Roho, unaanza kumvuta. Hatari yake ni nini? Wewe usijui mbele kuna nini, mpaka Roho akaweka mzigo, mpaka Roho akakuhimiza ya kwamba mwanangu fanya hiki. Ukasema hapana, leo nina kazi nyingi, leo biashara imechanganya, wala sifanyi hivi. Unaanza kupotea. Utasikia huyo mtu, nimeshangaa tu mwanangu ameamka anaumwa, lakini muulize mahusiano yako yakoje. Utaona ni mtu ambaye wala hatilii maanani matumishi maneno ya Mungu, wala hachukulii maanani. Anaona vitu vya kawaida. Akiamka
Nakubali watu ambayo mioyo imepondeka wakisikia neno ya kwamba jamani kuna kuhubiri injili, wanasema sawa, wanaenda na roho, lakini bila kufanya hivyo kanisa tutafika. Haleluya kanisa. Hiki kimeligharimu kanisa sasa. Mahali hapa yupo Mungu. Na Mungu anazungumza na madhabahu. Ukiona amekuja kazembe, anasema watumishi mnakwenda kuhubiri hali ya hewa. Wala sio kazembe anazungumza. Bali ni Mungu anazungumza na moyo wako. Leo una mambo mengi, kwani wenyewe hawajui? Bwana wangepanga siku za katikati, wangepanga siku fulani. Unakubali sasa kumwacha Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakuwa anatembea. Kumwacha unaanza kwenda mwenyewe. Ukianza kwenda mwenyewe unapotea. Ukianza kwenda peke yako utapigwa. Kwa sababu shetani anapanga mipango juu yako kila inapoitwa leo. Lakini wewe umekaa unauza tu duka. Wala uoni rohoni kinaendelea nini. Yanafika maneno ya Mungu. Huyu anafundisha hivi. Litajirudia somo hivyo. Unachukulia kawaida. Unasema ni maneno yale tunayoyasikiaga kila siku. Roho Bwana anakuonya siku ya leo ya kwamba mwanangu uache. Usipofanya hivyo utaendelea kupoteza mpaka utakapo kubali kutaka kuongozwa na Roho, kusema Roho Mtakatifu, nimepigwa, inatosha, nimeenda peke yangu, inatosha, na kuhitaji Roho. Hata kama mtanirudia, naomba nifikishe ujumbe ambao Roho amenituma niufikishe. Ili ubaki mwenyewe. Hata wewe unaanza kushambuliwa, ujiji wake kabisa, haya tulifundishwaga, lakini mwenyewe sikutaka kuyafanyia. Haleluya. Sasa kinachokuja kutokea nini? Roho huwa hapendi kuongozwa. Na maelekezo ya Roho Mtakatifu ni mepesi. Ndio maana ni mara chache sana utakuta viongozi wa kanisa au watu wanaochaguliwa sehemu mbalimbali kuona ni majitu mababe, yana misuli imejaa, ni mara chache sana. Ataweza kumweka tu kijana fulani hivi na hivi. Kaza kumweka tu mama fulani anayevaa kitenge kimoja akafikisha ujumbe kwako. Kama uamini hayo, na kuna mfalme mmoja kulikuwa kuna vita bwana. Akasema Roho Mtakatifu akapiga magoti. Mungu nifanyeje hii vita? Je, nifanyeje? Sasa sikiliza maelekezo hayo. Maadui wamejipanga kule, wameshika mitutu, wana mafarasi, wana manini. Hapo anamuuliza Roho nifanyeje? Hapo Mungu anampa maelekezo. Hapa mbele panga siji kwaya, hapa siji praise. Hapo kwaya kama ni ya Gethsemane itafuata hapa. Halafu kwaya siji wazazi itafuata hapa. Halafu huko nyuma watakuja wanaopiga matarumbeta. Halafu huko watakuja wanaopiga filimbi. Halafu huko watakuja. Halafu mwishoni ndio utapanga makomando. Unaamini hayo maelekezo? Maadui wale pale wakunyoshia mikuki, unaamini? Mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu uamini. Unasema hizi ni akili zangu pisha huko. Lakini maelekezo ya Mungu yanakuwa ni mepesi. Yale ya kudharaulika, yale ambayo utazoka yapuuza, ili ya kwamba walio wanyenyekevu, ili ya kwamba walio wasikivu waweze kumtii. Wa kanisa la Bwana atukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kama unakubali, mchapie Bwana Yesu kigelegele. Kwa nini tuongozwe na Roho mtumishi? Sababu ya pili, sababu ya tatu. Na hapa natamani nikae sana. Roho Mtakatifu ndio muombezi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua Roho Mtakatifu anatuombeaga? Roho Mtakatifu ndio muombezi.
anatuombea sisi. Biblia inasema katika kile kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 26 inasema kadhalika Roho naye hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho naye, hebu funua hapo, sio kama umekaa afu unajua hata inapatikana. Funua kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 16. Kama umefika hapo nisaidie kusema ameni kubwa. Haya, tusome wote kwa pamoja. Kadhalika, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza nikwambie, natamani unielewe hapa. Kitabu cha Waefeso sura ya 6 kinasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Haleluya kanisa. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na, bali ni katika ulimwengu wa nini? Hasa kama vita vyetu vipo katika ulimwengu wa roho, inatubidi na sisi sasa tufanye mashambulizi au tujibu mashambulizi katika ulimwengu wa roho huo. Hapo watu wengi wanakosea. Umeenda kuombea pepo sehemu, wewe umetumwa na nani hapo? Hebu tuambie. Wewe ni waokoa kina nani? Haleluya. Kuna watu wa fulani wakaenda kuombea pepo mahali fulani, walipokemea ile pepo likasema, Bwana sisi tupo kwenye nguo za fulani. Watu wakaacha kukemea ile pepo, wakaenda kwenye ile sanduku la jamaa, wakachukua zile nguo wakachoma. Walisahau ya kwamba vita vyetu sisi vipo katika ulimwengu wa, kama vipo katika ulimwengu wa roho, na sisi tunapambana kwa kutumia nini? Na sisi hatuna uwezo wa kuona mambo yanayoendelea rohoni. Biblia inasema, tumesoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 16:13. Anasema hata yale mambo yajayo atawapasha habari. Roho Mtakatifu anajua kesho ya kila mmoja. Roho Mtakatifu anajua mwaka ujao wewe utakuwa wapi. Anajua Roho. Anapojua anaanza kukuandaa saizi kuja kukabiliana na kile kitu. Anajua kabisa wewe mtoto wako nimembarikia ya kwamba baada ya miaka 5 atakuja kuchukua jimbo la Sumbawanga. Mungu ndo amemwandikia hivi. Na rohoni wanaona, shetani anaona, lakini wewe mama fulani haoni chochote. Unaona? Leo anaanza kukusukuma. Unakuta tu una mzigo juu ya kanisa, unatamani ya kwamba ili kanisa hili Mungu anisaidie, angalau ninunue simenti lipigwe kanisa lote. Ya wapi na wapi? Unakataa. Unaona? Unapokuwa unakataa, unashindwa kutengeneza mwendo wa kile kitu kinachokuja mbele. Umefika muda yule mtu kuja kuchukua sasa wewe mbunge kama Mungu alivyomwandikia, nguvu za kumsukuma. Biblia inasema watoto wa tayari kuzaliwa, lakini tatizo nguvu. Ulipoambiwa kwamba Bwana fanya hivi, kuna sadaka ya hivi toa, uliona kama ni mambo ya kawaida. Kumbe ni Roho Mtakatifu anazungumza na wewe ya kwamba mwanangu, ili pale tutoboe lazima ufanye hivi. Unakaa. Kinachokuja kutokea sasa, ule wakati unafika, nina vita nyingi kwa kweli, imeshindikana. Lakini tulishindwa kuwekeza nguvu wakati wako. Asa tukikubali kutembea na Roho, tukakubali maongozo ya Roho, tukasema Roho tuombee mwenyewe. Sisi hatujui kuomba kama ile ipasavyo, hatujui kuomba kama mbingu zilivyokusudia tuombe. Kuna wakati Mungu anakusudia wewe umiliki gari, lakini wewe akili yako unatamani kupata baskeli. Asa ukiomba kwa akili zako utaomba baskeli, lakini ukiomba akadiri Roho, akadiri mbingu zinavyotaka uombe, utaenda kuomba gari, utaomba gari.
Inaniuma sana Upentekoste wa saizi. Sijajua kama ni ukisasa au sijajua kama Upentekoste unachachuka. Lakini wenzetu ambao walipokea hizi dini, kama kuna wazee wangu ambao walisadiki miaka yote za kani mashahidi, watu walikuwa wako serious na mambo ya Mungu. Watu kwenye mambo ya Mungu walikuwa wafanyi mchezo. Watu kwenye mambo ya Mungu walikuwa wafanyi masiara. Watu kiingia kanisani, kama ibada ni Jumapili, utaona watu walishawahi mapema. Wapo ndani wanaomba, wanamtaka Baba na nguvu zake, wanamuomba Roho Mtakatifu masaa 2 matatu, wametulia kwenye uwepo wa Bwana, wanamtaka Baba, wanamwita Roho Mtakatifu. Zilikuwa zinasikika ndimi, zilikuwa zinasikika lugha, kalama zilikuwa ni nyingi ndani ya kanisa. Roho tusaidie tena, Roho tusaidie tena. Mungu anasema yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Mungu wa babu zetu ndio Mungu wetu sisi, yule aliyedhihirisha, aliachilia nguvu kwa kanisa la zamani, hata sasa ni yule yule. Nguvu zake hazipungui wala hazichui, yeye ni Mungu yule yule. Kanisa liko wapi? Mbona tunarudi kwenye yale mapokeo? Tumekuwa na ibada moja, unaenda moja Jumapili, wala una mpango na ibada za katikati, ibada za idara tumeachana nazo. Sijajua ni nini, lakini Yesu Kristo amenituma leo ya kwamba yeye ni yule yule, yeye ni yule yule, wala hukumu zitofautiane. Waliotangulia wazee watahukumiwa sana, au sasa watahukumiwa kidogo, ni kile kile kipimo. Kanisa tuamke, kanisa tuamke. Hii ni sauti ya Jehova, anamwita kijana mmoja, anamwita mama mmoja, atakayesimama katika madhabahu, akalitia nguvu ya Bwana, akamtaka Roho Baba, akatembea katika maongozi ya Roho Mtakatifu. Kanisa tuamke. Ningefurahia kama ungepiga kigeregere huku, naamini ya kwamba tutapata. Kanisa la Bwana, Mungu anasema na sisi tena siku ya leo kuhusu nguvu za Roho Mtakatifu, kuhusu Roho wake. Yesu Kristo alisema ninaenda kuandalia makao. Yesu Kristo yuko anaandaa makao ya kila mmoja mmoja. Hilo halipingiki. Lakini watu wanaoandaliwa makao, jamani, mbinguni tutaingia, lakini itabidi tujitoe, tukubali kuongozwa katika Roho. Mwenzenu nilipata neema ya kuingia bungeni. Ukiona mtu ameingia bungeni amekaa, haya unavuliwa mkanda, unavuliwa nini? Majina yanahakikiwa, yanahakikiwa sehemu ya kwanza, yanahakikiwa sehemu ya pili, sehemu ya tatu, unavua sijui nini, unakiweka hapo. Tulifika saa 2 sijui saa 3 bungeni, tukaingia saa 6. Muda wote huo tupo tunakaguliwa, tupo tunakaguliwa. Nikasema baba yangu, itakuwaje kama ya majengo ya kibinadamu tunaingia kwa shida hivi? Ufalme wako itakuwaje? Ndipo Bwana akasema watakaorithi ule mji ni wale ambao wameamua, wamekubali, hawana njia mbili, wamekubali ya kwamba sisi tutaongozwa na Roho, sisi tutaongozwa na Roho. Mungu akubariki sana. Mhudumu wa Ijumaa alisema naongozwa na Roho. Hao ndio wana wa Mungu. Tumemwacha Roho, tukategemea akili zetu, tukategemea fahamu zetu, elimu zetu, wala zisaidi. Bwana anatuhitaji turudi kumtaka Roho, turudi kumtaka Roho. Watu wa zamani walijaa nguvu za Roho Mtakatifu, wanaanza kuomba, wameshaanza kufurika, wameanza kunena. Lakini sasa kanisa
kama tusikubali kuingia na Roho. Wenzetu wa zamani, mtu kama ameenda kuzini, akifika pale haingii mlangoni, maana ndani ya hema kuna nguvu. Anaona kama kuna moto unawaka ndani yake, anageuza tu mlangoni, anamtafuta mchungaji, anaenda kutupa. Lakini sasa Mungu tusaidie, kanisa lako tunatamani kurudi kwenye nguvu za Roho Mtakatifu. Kama uzoefu ungekuwa ni kigezo cha kutumikiwa na Mungu au kuwa karibu na Mungu, basi Yesu angewaruhusu akina Petro. Angesema, wanangu akina Petro, mbona mlitembea juu ya maji? Mbona mlifanya mambo makubwa? Mliniona na mimi Yesu, tulikuwa tunaomba wote mlimani. Kama ni uzoefu, Yesu angeambia akina Petro, wanangu jitieni moyo, tumieni uzoefu ule ule mkaendelee na kazi. Mungu ni mpya kila siku, hivyo kila anayetaka kumwabudu yeye lazima akubali kumtafuta kila siku. Mungu wetu sio wa jana, Mungu wetu sio wa juzi, yeye ni wa leo, yeye ni wa leo. Hata kama uliomba jana, hata kama ulitoa jana, Mungu ni wa leo, Mungu ni wa leo. Kanisa, Mungu ni wa leo, kanisa, Mungu ni wa leo. Roho Mtakatifu anatamani kila siku tuwe tumtake yeye, tutembee na yeye. Roho Mtakatifu, moyo wangu uliingiwa na huzuni sana. Roho Mtakatifu uliponipa ujumbe huu kuhusu Roho Mtakatifu, yena maanteresa na mandoni baba. Mungu, kanisa lako tutafanyaje? Mungu, sadaka tulizozitoa zisije siku moja zikawa ni bure, tukaamuria tu kuingia kanisani na kutoka. Roho tusaidie Jumapili ya leo, tuna shauku mioyo yetu ikurudie wewe, turudishe ushirika na wewe. Mbona waume zetu kila siku tunaongea nao, mbona wake zetu kila siku tunaongea nao, watoto wetu wapendwa kila siku tunaongea nao, tunawapa na zawadi, lakini wewe Roho, kwa nini tusiongee na wewe? Kwa nini tusiongee na wewe kwa maombi? Hata ibada zile za katikati tumeona kama zinatupotezea muda. Nisikilize mtu wa church, hapa ni wapitaji. Jamani, tunapita. Yupo mchi wetu ambao Yesu ametuahidi anaenda kuuanda. Watakaoingia huko ni wale walioko pale kutembea na yeye, kutembea na yeye, walioko pale kumtafuta yeye. Wala Mungu wetu hana muda mwingi, ni siku chache sana. Lakini wapendwa, asijui tumefungwa na nini, lakini leo Yesu atufungue Baba, atufungue Baba, ule upendo wa kwanza asile mkufa kama siku ya Pentekoste. Roho Mtakatifu anatupenda, hajataka tupotee au tuangamie. Ndio maana siku ya leo ametuma ujumbe kama huu. Biblia inasema ukaangalie ni wapi ulipoanguka. Tulikuwa ni watu wenye juhudi sana. Wazee sijakaa muda mrefu sana hapa, lakini miongoni mwa ibada chache za katikati nilizohudhuria, watu ni wachache sana. Jamani, hii sio dini. Jamani, huu ni wokovu.
na hapa duniani tunapita, na ingefaa sana ungejua, ungewekeza muda wako kule mbinguni, kwa sababu ndiko yaliko makao yako. Wala tusifuatishe watu wa dunia, wao wana namna zao za kufanikiwa, wana njia zao, lakini sisi Bwana anatutaka ya kwamba tuwe ni watu wa kumtafuta yeye. Mimi nilikuwa naona zamani wakati nakuwa, wazazi wangu, Mungu awabariki popote walipo, ilikuwa ni Pentekoste ya moto. Kila angalau Ijumaa watu wanakesha kanisani, wanaasha vitanda vyao, wanaasha magodoro yao, wanaenda kuzungumza na Roho, wanapiga magoti, wanasema Roho wa Baba, naomba utusaidie, naomba utusaidie. Kiukweli hawakuwa na maisha ya juu kama ya saizi, lakini viwango vyao vya kiimani, wakiimba pepo zinalipuka, wakiimba magonjwa yanawaachia. Hizo nguvu ziko wapi? Hizo nguvu ziko wapi? Hizo nguvu ziko wapi? Wahubiri wenzangu, hizo nguvu ziko wapi? Hizo nguvu ziko wapi? Bwana anatuita katika nafasi tena ya kutengeneza uhusiano kupitia maombi, kupitia maombi, kupitia neno. Watu hatusomi neno, tunafungua Biblia Jumapili hadi Jumapili, hatuwezi kumuona Baba. Jamani, sio dini, huu ni uokovu. Kanisa la Bwana atushituke, kanisa la Bwana atushituke, wala itakuwa kigezo cha kuingia mbele za Mungu ya kwamba tulikuwa wengi. Hapana mpendwa, shituka mwenyewe, shituka mwenyewe. Yesu anakuita, Yesu anakuita, Yesu anakuita. Anatamani arejeshe ule utukufu wa kwanza wa mwanadamu. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Alichonihakikishia Roho Mtakatifu ya kwamba katika ibada ya siku hii ya leo, wale wote ambao watakuwa na kiu ya kushia nguvu zake, yeye yuko tayari kuingia. Anasema tazama na pisha hodi, tazama na pisha hodi, tazama na pisha hodi. Wewe fungua tu mlango, ikiashiria mbele za Bwana, mwambie Baba yangu, ni kweli muda mrefu yamkini maombi nilikaidi. Mungu anaahidi kusamehe hayo yote, lakini ukupali, lakini ukupali. Anasema nabii Isaya, kama mkikupali, kama mkikupali na kuti, mtakula mema ya nchi, mtakula mema ya nchi, wala sio nchi yetu, bali hata ile ijayo, bali hata ile ijayo. Tumaini la kanisa siku moja tuingie katika mji ule mtakatifu, ule mtakatifu. Wengine tumetumika miaka 10, miaka 20, itakuwa ni shamba la aibu sana. Mmoja wetu akakosa kwa ajili ya usembe mdogo mdogo, kupuuza mambo ya Mungu, kupuuza ibada. Leo Roho anatuita turudi katika uongozi wake. Nyosha mikono yako miwili juu. Nyosha mikono yako miwili juu. Unifuatishe haya maneno. Sema, Bwana wangu Yesu. Bwana wangu Yesu. Hebu tamka, Bwana wangu Yesu. Unitazame. Uliniita, si kwamba nilistahili, si kwamba nilikuwa na vigezo, lakini uliniita kwa ajili ya upendeleo wako. Lile neno tuliohubiriwa siku ile, wengine walilisikia na kukupokea Yesu, lakini mimi ukanipa nafasi ya kukupokea. Ni shauku ya moyo wangu. Hebu sema, ni shauku ya moyo wangu. Ni shauku ya moyo wangu. Nijae nguvu zako. Nijae nguvu zako. Nijae nguvu zako. Hebu kiri kwa sauti, nijae nguvu zako. Nijae nguvu zako.
kujaa nguvu, kujaa nguvu. Yanapasiate epoanza kuomba, ipo nguvu inatembea. Ulitamka roho nijaze, ulitamka roho nijaze, ulitamka roho nijaze. Ningekuwa ni mimi ningeomba kwa sauti, ningepaza sauti sana, kwa maana nahitaji msaada wa kimbingu, kwa maana nahitaji msaada wa kimbingu. Mwambie roho nijaze, mwambie roho nijaze. Roho Mtakatifu yuko mahali hapa, anatembea kwa kijana moja, anatembea kwa mama moja, anatembea kwa baba moja. Roho nijaze. Katika hema lako Baba, watu wako tukapishane. Jumapili wawepo watu wa kuingia mahali hapa na kumtafuta Yesu. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Baba tukatiririke. Baba tunakuhitaji. Roho tuendeshe, roho tuendeshe. Yakakakaka sebenate abeinomade supeikapa. Wala usione aibu.
Rebresika, Asemenate, Supreme, Manangusha, 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 Yakokakaka, Rebresika, Asemenane, Yokekeka, Rebrane, Eneakuroma, Yanamanie, Rebresika. Asante.
Asante Baba kwa kutuhurumia. Asante kwa kusema na sisi. Asante kutukumbuka tena. Asante kwa kanisa lako. Yakana kwa yakana kwa shika kwa